Yes yo. Bwana, maswali ni njia ya kukaribia ukweli au kufikia ukweli kabisa. Kwa hiyo hata wewe unanisikiliza nikusii tu kwamba pale unapokuwa na swali jitahidi kuuliza ili uweze kufahamu wapi unaelekea. Kwa maana ukiwa mgumu kuuliza maswali basi jiandae siku moja bwana kupotea kama unakokwenda haupafahamu. Hii ni sauti ya Easy Monday. AI wa kinyalu, artificial intelligence wa kihehe. Na hii hapa ni swali moja. Hapa ni swali moja. Yani swali ni moja tu. Na chap. Tuende tukafahamu swali la leo limekaa vipi. Sasa swali la leo linasema hivi: itawezekana vipi kuwe na mwisho wa dunia wakati kila siku watu wanazaliwa? Itawezekana vipi kuwe na mwisho wa dunia wakati kila siku watu wanazaliwa? Sasa mimi kazi yangu ni kuswalika tu. Mimi kazi yangu ni kuuliza maswali, na majibu ya maswali haya hata mimi sina. Sasa anayekwenda kujibu swali hili siku ya leo bwana ni Mwalimu Mpaji once again. Mwalimu Mpaji yeye amejitolea kabisa kutupa notes free kabisa, kwa sababu moja ya vitu ambavyo yeye anaenjoy ni pamoja na kufundisha. Kwa hiyo twenzetu tukachukue notes kwa Mwalimu Mpaji ili atutoe katika giza na kutuweka katika mwanga. Kwanza kabisa unachopaswa kujua ni maana sahihi ya mwisho wa dunia. Mwisho wa dunia maana yake kutamatishwa au kusitishwa kwa shughuli na mfumo mzima wa maisha ya hapa duniani, kukiwemo huko kuzaliwa ambako umekuzungumzia kwenye swali lako. Kwa sababu mwisho wa dunia tafsiri yake ni kutamatishwa au kusitishwa kwa shughuli na mfumo mzima wa maisha ya hapa duniani. Swali la muhimu hapo kujiuliza ni je, nani atakayetamatisha maisha haya hapa duniani? Huo mwisho wa dunia nani ataufanya? Nani atahusika nao? Mwisho wa dunia kimsingi atakaohusika nao ni Kristo Yesu mwenyewe wakati wa kuja kwake mara ya pili. Kwa muktadha huo ni sahihi kabisa kusema kwamba mwisho wa dunia ni ile siku ambayo Bwana Yesu atarudi mara ya pili hapa duniani kwa ajili ya kuhukumu ulimwengu. Wakati atakaporudi, kila shughuli itakayokuwa inaendelea kwa wakati huo hapa duniani itakomea hapo. Ukimsoma Yesu katika maandiko, kile kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 22 mstari wa 13, Yesu mwenyewe anajieleza akisema, mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Tafsiri yake ni kwamba hapa Bwana Yesu kwa kusema kwamba yeye ni Alfa na Omega, yani mwanzo na mwisho, tafsiri yake ni kwamba anatangaza mamlaka iliyo ndani yake. Mamlaka ya kuanzisha jambo na kulimaliza. Mamlaka ya kufungua na kufunga. Kwa nyakati tofauti Bwana Yesu akiwa hapa duniani alizungumzia siku ya mwisho wa dunia, yani siku ya kurudi kwake mara ya pili. Siku moja Bwana Yesu alizungumzia siku ya mwisho, yani siku ya kurudi kwake mara ya pili kwa njia ya fumbo. Wakati akitoka hekaluni, wanafunzi wake walimwendea wakawa wanamuonyesha majengo ya hekalu. Ndipo Bwana Yesu akawaambia, hamuyaoni haya yote? Halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Ndipo wanafunzi wake wakaingia shauku. Wakati Yesu akiwa ameketi kwenye mlima wa Mizeituni, wakamwendea wakamuuliza, hebu tuambie, mambo haya yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Ndipo Bwana Yesu akafungua kinywa chake akaanza kwa kuwatahadharisha akisema, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watawadanganya wengi. Sasa kama wewe ni mfuatiliaji mzuri wa mambo, utakuwa tayari umeshathibitisha hiki ambacho Bwana Yesu alikisema takribani miaka 2000 iliyopita akiwa hapa duniani, kwamba wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watawadanganya wengi. Kwa nyakati tofauti tofauti, nchi mbalimbali hapa duniani
kumekuwa kukizuka watu wanajiita wao ni Kristo, wao ni Masihi, wao ndo akina Yesu wenyewe, na wamekuja duniani mara ya pili kwa ajili ya kuhukumu ulimwengu. Na kwa bahati mbaya, kama Bwana Yesu alivyosema, wamekuwa wakiwadanganya wengi. Wengi wamekuwa wakiwafuata wakiamini kwamba hao ndo akina Yesu wenyewe. Kwa hiyo likukae hili akilini kwamba mwisho wa dunia manake ni siku ambayo Bwana Yesu atarudi mara ya pili kwa ajili ya kuhukumu ulimwengu huu, ambapo atakapokuwa anarudi haitakuwa siri, litakuwa ni jambo la wazi, kila jicho litamuona, kwa sababu kurudi kwake mfano wake ni kama mwanga wa radi unavyomulika mashariki, hata wa magharibi, walioko magharibi wanauona. Ndiko kutakuwa kurudi kwake, ambapo kurudi kwake ndio kutatamatisha na kusitisha kila kinachoendelea duniani kwa wakati huo, kukiwemo huko kuzaliana ambako umekuzungumzia kwenye swali lako. Yes, tumemsikia mwalimu Mpaji na majibu yake tumeelewa. Majibu yake yako very clean, yanaeleweka kabisa. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine tunanufaika. Kama nilivyosema hapo awali, tunatoka gizani tunapata mwanga, na mwisho wa siku tunafanya maamuzi ambayo yatatupelekea sisi kukaa sehemu nzuri zaidi. Kwa hiyo nichukue nafasi hii hapa kukuomba ujiunganishe na mitandao yetu ya kijamii ili vitu kama hivi visikupite. Mimi naitwa Izemondi, AI wa Kinyaru, Artificial Intelligence wa Kihehe. Until next time, see you. Bye bye.